ndio unaanza kutoka mahali ulipo na kwenda mahali pengine tena. Natangaza neema ya Kristo iwe juu yako. Hata kama unaomba uone majibu, wewe unasema neema ya Kristo iwe juu yako. Kuna mtu unaomba unafika mahali unasema, mbona nimeomba sana, kwa neno la nabii leo unasema ni saa ya kuinuka kwa jina la Yesu, ni saa ya kuinuka kwa damu ya Yesu. Sema amina. Unaelewa? Naeleweka vizuri? Naeleweka vizuri? Natamani mtu atoke mahali kwenda mahali pengine. Haleluya. Nikaeleza kwamba ukibarikiwa kakamata fedha, kabarikiwa rohoni na mwilini, mambo yanakaa sawa. Kuna watu wamemwacha Mungu kwa sababu ya maisha magumu. Kuna watu wameacha kumwabudu Mungu kwa sababu na mambo hawayaoni yakitokea. So si kwamba hayatokei na Mungu asikii. Yeye anasema sikio lake sio zito hata asiweze kusikia, na mkono wake sio mzito hata asiweze kuokoa. Maana yake nini? Upo ufalme wa giza ambao umechukua maisha yako na kukuweka mahali ambapo sio pako, na umekaa hapo na wewe usituki. Maana yake kwa neno hili ninapohubiri, maana yake nuru ya Bwana leo inakuzukia. Maana yake neno hili ni nuru ya Bwana. Neno ni upanga wenye makali pande zote mbili. Maana yake unapoamini na kusikiliza kitu na kuambia, ndivyo kuna jambo Mungu atafanya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Najisikia nguvu ya ajabu sana. Ninakushangaa unayenishangaa. Ninajisikia nguvu ya ajabu. Pokea na wewe hiyo hapa. Haleluya. Pokea na wewe. Natamani ufunguliwe. Natamani watu wainuke hapa. Natamani watu wabarikiwe hapa. Kaa vizuri na Mungu mwanangu. Mungu akuinue. Utoke kwenye hiyo hali. Hakuna mtu alimkimbilia Kristo akaipika. Anasema maombi ya mwenye haki yanafaa sana kiomba kwa bidii. Unapokaa na Kristo, Yesu hawezi kukuacha. Angalia namna gani umekaa na Kristo. Angalia namna gani unamwabudu Mungu. Yale yote yasiyofaa achana nao. Nilikueleza sana siku ya Ijumaa. Nasema kaa vizuri na Kristo, ndivyo mema yatakavyokujilia. Unapotenda mema, ndivyo Kristo atakavyoachilia baraka kwenye maisha yako. Unapokaa vizuri na Kristo, ndipo Mungu atakutoa mahali uliko. Atakutoa kwenye giza, atakutoa kwenye shida, atakutoa kwenye taabu. Utapokea baraka zako mwanangu. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Nasema Mungu akusaidie. Nasema Mungu akusaidie. Sema leo. Nasema leo. Waliokamata maisha yangu, waliokamata nyota yangu, waliokamata nafsi yangu, wameniweka mahali ambapo sikustahili kuwepo. Nashangaa kama mtu na nguvu alafu umekaa, alafu mimi nafanya kitu kama hichi, alafu umekaa na una amani kabisa. Nieleze siku moja wenye nguvu ndio utakaoteka ufalme wa Mungu. Unapokaa baba changamka, jiachie. Upata nafasi ya kuwepo hapo, manake Kristo akuhudumie na akutane na wewe. Sema leo. Mahali popote walipoweka maisha yangu, waliobadilisha baraka yangu, waliobadilisha hatima yangu, leo ninaamuru sahihi baraka za Mungu zianze kunifuata, zianze kunifuata, zianze kunifuata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninawafuata wachawi wa nchi, ninafuata madhabahu za ukoo wangu, madhabahu za ukoo wangu, ninavifuata, navifuata kwa moto, navifuata kwa moto, navifuata kwa moto. Walionena
nafuta mabaya yote, nafuta laana yote, nafuta magonjwa yote, nafuta shida zote, nafuta laana zote. Bwana Yesu, mwenye kuachilia baraka, mwenye kuachilia baraka, achia baraka juu yangu, achia mafanikio juu yangu kwa jina la Yesu Kristo. Yesu akusaidie. Nasema Yesu akusaidie. Chukua kiti chako cha baraka. Fungua kitabu cha Hesabu. Haleluya. Haleluya. Usifunike hiyo Isaya, usifunike. Tumalizia na ule mlango wa 11, mstari wa 11. 60:11. 60:11. Wasomaji mpo wapi? Soma. Na malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Maana yake yatakuwa wazi. Malango ya baraka, malango ya afya, malango ya kuinuliwa, malango ya kubarikiwa yatakuwa wazi usiku na ili watu wapate kukuletea utajiri. Naongea na watu. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa nini? Wa mataifa. Na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Nazungumza habari za kubarikiwa. Sio kama naelewa vizuri. Sasa leo Biblia inasema na malango yako yatakuwa wazi. Lakini Biblia yakiwa wazi, anasema na watu wote wa mataifa, watu wote watakuletea utajiri, lakini na wafalme wao pia wataongozana. Haleluya. Si kama kuna nani anielewa hapa. Tunapozungumza baraka, mtu aliyebarikiwa halaniwi, maana yake na malango yake yanakuwa. Unapokuwa kazini, Mungu analeta baraka. Unapokuwa uko wapi, Mungu analeta baraka. Chochote unafanya kinafanikiwa, mambo yanakaa sawa. Hao mataifa na waganga wao na wafalme wao wanakuletea wewe utajiri kwa jina la Yesu. Mwana imani aseme amen. Kama unakuta mambo yako yawe sawa, leo ninakuinua kwa jina la Yesu. Ninazungumza kwa jina la Yesu. Ardhi uliyoikanyaga hapa, iachilie baraka kwa maisha yako. Iachilie afya unayohitaji kwa jina la Yesu. Iachilie jibu unayohitaji leo. Unapotoka hapa, pokea nguvu ya baraka yako. Ninazungumza kama nabii wa Bwana. Unapotoka hapa, pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Waliokumaliza rohoni, nao tunawamaliza kwa jina la Yesu. Waliokumaliza rohoni, tunawamaliza kwa jina la Yesu. Wapo watu wameshindwa kuja kwa macho ya nyama, wakasema tutampataje? Kwa wamekuja kukupigia kwa njia ya roho, wamekuja kwa njia ya ndoto wakumaliza. Leo ninasema kama Bwana aishivyo, hakuna mtu utafia kwenye ndoto, hakuna mtu atapigwa maisha yake kwenye ndoto. Yote waliyokubadilishia ukiwa ndotoni, leo nakutabiria, chukua maisha yako kwa jina la Yesu. Chukua baraka yako kwa jina la Yesu. Sema natangaza na malango yako yawe wazi. Si tu kuwa wazi, malango yako yawe wazi usiku na mchana. Lakini anasema na mataifa wakuletea utajiri. Wangapi wasiotaka utajiri hapa? Pokea utajiri wa pesa, pokea utajiri wa watoto, pokea utajiri unaoyahitaji. Sema leo nafungua anga la baraka. Sema leo nafungua anga la mema. Natangaza malango yangu yatakuwa wazi, malango yangu yatakuwa wazi,
usiku na mchana. Ninawaagiza mataifa yote kuniletea utajiri, na wafalme wao wataniletea utajiri wangu kwa silaha. Sema amen. Shangilia Bwana Yesu. Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza makofi kwa Yesu. Haleluya. Kuna mtu anatamani maabudu Mungu katika roho na kweli, lakini hufikii kwenye vile viwango kwa sababu wamekumaliza rohoni. Sema amen. Unatamani sana kufika viwango fulani vya imani, unashindwa kwa sababu wamekumaliza rohoni. Baraka zinaanza rohoni. Yes. Unapokuwa na amani, unafanya jambo lolote linasimama. Amen. Niweza palipo na amani pana Roho Mtakatifu. Amen. Naongea na watu. Amen. Unapofanya jambo lolote kwa imani linaleta matokeo. Amen. Kwa amani. Amani ikitawala, maana yake Mungu yuko pamoja nawe. Amen. So unapokuta unafanya kitu unapoteza amani. Upo kwenye ndoa hauna amani. Upo kwenye biashara hauna amani. Chochote unafanya hauna amani. Maana yake wacheuri wameingia kukumalisha kwanza rohoni. Pokea nguvu rohoni. Nasema pokea nguvu rohoni kwako. Lakini uwe na neno na nguvu itokayo ndani yako, nguvu ya Mungu. Sikilisha. Ndio maana Biblia inasema watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unapokuwa mwana wa Mungu una mamlaka. Mahali popote unapita, utakachofanya kinafanyika. Akipita mtoto wa rais akamatwe na mtu yoyote. Naongea watu hapa. Akamatwe na mtu yoyote. Iweje wewe mwana wa Mungu? Pokea baraka kwa jina. Nasema pokea baraka kwa jina la Yesu. Haleluya. Wangapi wananielewa vizuri? Amen. Wananielewa vizuri? Fungua kitabu cha Hesabu